ahadi ya matokeo ambayo tunatarajia kuyapata baadaye ndio yanayomfanya mkulima aamke, aende shambani, akapande mbegu chini ya ardhi, huku akiamini kwamba ardhi hii itamletea mavuno makubwa sana. Ni sawa na kwetu sisi wengine ambao sio wakulima, ni wafanya biashara. Tunaingiza mitaji kwenye biashara ambazo hatujawahi kuzifanya, hatuzijui, tukiamini kwamba tutapata matokeo fulani kutokana na yale matokeo ambayo kutokana na vile tunavyopanda ili tupate yale matokeo. Sawa na mfanyakazi anaamka asubuhi kutokana na mshahara ambao atalipwa mwisho wa mwezi. Kwa hiyo yote ni tunajitahidi kufanya kile tunachokifanya kutokana na yale matokeo ambayo tutaenda kuyapata baadaye. Sasa nikupe tu moyo wewe mzazi ambaye upo katika malezi ya mwanao na unatamani baadaye mtoto wako aweze kujitegemea, awe fulani, atengeneze thamani kwenye maisha ya watu wengine, na asiwe mtoto wa kuja tena kusema baba nataka hiki na nataka hiki, kwa sababu tayari amekuwa mtu mzima. Nikwambie tu kitu cha muhimu, unapaswa kumwelekeza matokeo ambayo atayapata kutokana na kile atakachopanda, kwamba akipanda mahindi akipanda mchele atavuna mchele. Sasa unamwelekezaje? Lazima mtoto ajitambue yeye ni nani na anapaswa kutengenezaje hiyo thamani yake ikaweza kuwaletea watu wengine manufaa. Lakini pia afahamu matokeo ambayo anaweza kuyapata baada ya kutengeneza thamani ambayo atatamani yeye kuwa fulani. Lakini pia mtoto huyo afahamu kwamba maisha ya sasa yamebadilika, kuna science na teknolojia. Science na teknolojia imekuja, imetoa changamoto nyingi sana ambazo huenda sisi tulikutana nazo lakini wao hawatakutana nazo. Kwa hiyo atambue namna ya kuzitumia zile fursa za science na teknolojia, lakini pia ajiwekee ratiba ya mambo yake muhimu ya kufanya ili aweze kufanikisha yale anayotaka kufanikiwa. Lakini pia aachane na vitu ambavyo vitamrudisha nyuma. Kwa hiyo awe ni mtu wa kuwa na maneno chanya kuhusu yeye mwenyewe, kuhusu masomo yake, kuhusu zile ndoto zake na malengo ambayo anayatamani kuyafikia. Sasa basi, unaanza vipi sasa kumwelekeza mtoto wako kutimiza ndoto zake, kutimiza malengo yake? Kitu cha muhimu kwanza, mtoto na yeye anapaswa kujitambua kwamba yeye ni nani na anatamani kuwa nani hapo baadaye. Na kwa mfano, unaweza kutolea mifano. Watoto wengi wanapenda kuwa vile ambavyo wazazi walivyo. Kama mtoto ni mwalimu, mzazi ni mwalimu, mara nyingi mtoto anasema anapenda kuwa mwalimu. Mtoto ni mzazi ni mwanasheria, na ukuta mtoto anapenda kuwa mwanasheria. Mzazi ni mfanyabiashara, mtoto anapenda kuwa mfanyabiashara. Kwa mtoto ambaye anapenda kuwa mwalimu, utamwambia awe specific, aseme anataka kuwa mwalimu wa masomo gani. Kwa hiyo kama anataka kuwa mwalimu wa science, itabidi concentrate kwenye masomo ya nini? Ya science. Kama anataka kuwa mwalimu wa arts, concentrate kwenye masomo ya arts. Lakini kwa watoto ambaye labda anataka kuwa engineer, lazima concentrate kwenye masomo ya engineering. Sasa kitu cha muhimu ambacho unapaswa kumweleza wazi mtoto wako ni kwamba lazima ajue maisha yana changamoto mbalimbali. Hicho anachotaka kuwa kinaweza kisiwe hivyo anavyotaka kuwa, kwa sababu kuna changamoto ambazo atapitia. Either masomo yanaweza kuwa magumu sana, asiweze kufanikisha kile anachotaka kuwa, kama atakata tamaa.
Sasa kwa nini sasa anapaswa kujitahidi? Anapaswa kuona kile tu ambacho anataka kuwa. Kama anataka kuwa injinia, lazima aone kwamba yeye ni injinia, atakuwa injinia. Kwa hiyo aanze kuweka juhudi hapa mapema kwenye masomo yake. Aanze kuyaona yale masomo yanampitisha, yani yale masomo ni daraja ya kuona ile ndoto yake. Ndio maana ile nakwambia mzazi, umfundishe mtoto wako matokeo yale anayoenda kuyapata ni muhimu kuliko hizi hatua anazozipitia. Hata kama ni ngumu kwa kiasi gani, yeye anatakiwa ajitahidi, lakini anatakiwa ajue kwamba kuna kufaulu kwenye hizo kazi zake, kuna kufeli kwenye hayo masomo yake. Sasa yeye kazi ni kwake. Kwa vile ana malengo ya kuwa injinia, hata kama akifeli awe tayari kurudia masomo yake. Akifaulu itakuwa vizuri, ataendelea na masomo yake, kwa sababu changamoto kwenye maisha ya binadamu zipo. Sasa akishajitambua hilo, wewe mzazi pia una kazi ya kuongea na mwanao maneno mazuri. So mtoto ni mdogo, hajui hata lolote, unaanza kumsemesha, unamwambia maneno ya ajabu, unakuta mwingine anamwambia mtoto wake, wewe ni shetani kama baba yako, au shetani kama shangazi yako, au wewe mtoto sijui nini. Mzazi mwingine anaitaga watoto haya, wanasema wewe sio riziki, mtoto wewe sio riziki. Yaani kuna maneno yale mtoto na yeye akikaa na kusema mamangu alisema hata mimi sio riziki. Kwa hiyo unajikuta haweki juhudi, kwa sababu wewe mwenyewe kama mzazi umeshindwa kumthamini. Sasa yeye atajithamini vipi? Na wakati wewe mzazi ndio una influence kubwa kwa mwanao kuliko mtu wa pembeni. Kwa hiyo tujitahidi sana wazazi, hata mtoto anapoamka asubuhi akiongea neno usijui mama nitashindwa, unamwambia hapana, hauwezi kushindwa. Anza wewe kumwaminisha inawezekana, na pia mtafute njia ya yeye kuwezekana. Mtoto unaona kabisa masomo yake yanamuelemea, kaa naye ujue ni shida gani. Inawezekana shida ni lugha tu, masomo anayaelewa, lakini shida ni lugha tu. Basi tafuta means ya mtoto yule kuzielewa zile lugha na kuweza kufanyaje kufaulu. Na kwa mtoto ambaye ugumu wake ni kwenye lugha, na kushauri wewe mzazi, hakikisha mtoto wako ana storybooks za kutosha. Storybooks hizo zitamsaidia sana kuongeza uelewa wake, kuongeza misamiati kwenye masomo yake. Hayo atakuwa anaelewa, lakini pia zile yale maneno yanayotumika pale kwenye storybook huenda yakapanua mawazo yake, kwa sababu akili ni wanasema it's elastic. The way unavyoiweka vitu inakuwa inapanuka, inakuwa vizuri, na jinsi unarudia unakuwa unapata uelewa mkubwa, na unaweza kuconcentrate kwenye kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo na kusihi sana kama mzazi, jitahidi sana kuwa positive kwa maana ya mtoto wako. Hata kama unamuona hayuko vizuri kwenye masomo yake, mtie moyo na mkae pamoja, mtafute minzi ya yeye kufanikiwa katika masomo yake. Lakini pia hakikisha mtoto wako anasoma sana. Tunaambiwa kabisa, tunamuona Elon Musk sasa hivi alikuwa anasoma vitabu 2 kila siku. Sasa wewe mtoto wako hutaki asome kitabu cha self development, unategemea nini? Unategemea atafanikiwa vipi? Kwa hiyo pia hakikisha unamuongelesha maneno mazuri, unamnenea maneno mazuri, unampa baraka mtoto wako, unamuamini, na pale anaposhindwa mnakaa chini, mnaangalia jinsi ya kumsaidia. Hakikisha anapata ratiba ya kutosha, ratiba ambayo itamfanya ajitegemee mwenyewe. Unaongea na Madam Shevare Mberesero, mwandishi wa kitabu cha Mtoto na Ujasiriamali.
kitabu kwa ajili ya kukuza uelewa wa watoto, kwa maana ya kufahamu matokeo ambayo ataweza kuyapata kama atajitahidi kuanzia ngazi ya chini ya utoto wake. Ndio itakuwa kama barabara au daraja la kufanikisha kuwa ambavyo anataka kuwa. Karibuni sana Mtoto na Ujasiriamali Club.